Habari, karibu tena kwenye Capital Connect. Leo mada yetu itakuwa ni kutoka kwenye kusave kwenda kwenye kuinvest. Utakuwa nami yule yule moderator wako Festus, nikiwa na mwenzangu Gerald Kamugisha. Thank you so much Festus. Okay Gerald, last time tuliongea mambo tofauti kuhusiana na umuhimu wa masoko ya mitaji na dhamana, na leo tunaongea sasa kwa jinsi gani tunamtoa mtu kutoka kwenye kusave kwenda kwenye kuinvest. Swali letu la leo la msingi zaidi, umewahi kufikiria zile savings zako za kila mwezi kwa nini hazikui zaidi? Mtazamaji, sasa umewahi kufikiria zile savings zako za kila mwezi kwa nini hazikui zaidi? Hasa leo tutakupa majibu kwa nini hazikui zaidi, na tutakupa option wapi na nini ufanye ili kuweza kuzikuza hela zako na kuweza kukuza utajiri. Okay Gerard, nataka kujua kwenye in a practical way, kwa nini watu wana save zaidi? Thank you for the question Festus. Okay. Watu wana save kwa sababu ya malengo. Kama mimi nina malengo ya kufika sehemu fulani, lazima ni save. Lakini saving peke yake haitoshi. Sijui unaonaje? Kwangu mimi saving haiwezi kutosha siku moja. Yes. And then watu wanaamini sana kwamba wakisave ndio sehemu sahihi zaidi. Saving ni hatua muhimu zaidi ya kuwafanya wao wa keep money. Yeah, actually ningependa nitolee mfano. 2016 nilipokuwa bado nasoma, niko field. Nilifanya kazi kwenye kampuni moja ya brokerage. Ndio. Nilikuwa nalipwa mshahara. Sasa wiki hiyo nililipwa mshahara, nikasema niliparticipate kwenye IPO ya DSC, ya soko lenyewe, basically Dar es Salaam Stock Exchange. Nikanunua, ilikuwa ni shilingi 500 ya kwenye IPO yake. Nikanunua hisa, zilikuwa ni za hela ndogo tu, 50,000 at that time. Nikanunua. Sasa mwaka huu nimeangalia hapa, sababu nilikuwa napitia statement yangu ya account, naangalia hapa na hapa. Naona ile kashangaa, kuna hizi DSCs kadhaa zimetoka wapi hizi kununua mimi, kuangalia kwenye records, naangalia hivi, kumbe ni zile trades nilizofanya tangu nilipokuwa mwanafunzi. Ile 50,000 mimi ningesema niitumie. Sasa hivi ningekuwa nishaisahau kama nilikuwa na ulisave, lakini ulisave in a way of investing. Sasa hivi hapo ni kuingilia ile 50,000 ninunua kwa hisa moja shilingi 500. Sasa hivi bei ni 6,000 na kitu mpaka 7,000 DSC. Kwa hiyo ile 50,000 sasa hivi imezaisha karibia 600,000 na kitu. I think you can see ni karibia miaka ni 10, lakini you can see kama ningesema ni save tu by now, benki makato ingekuwa shatoka yote. Manake ile ingekuwa imepungua thamani. Hapo ndo tunaongea kitu kinaitwa future value, present value. Kuna mambo safi kabisa, kuna mambo kama kuna foreign exchange risk, kuna hizo currency exchange risk, kuna inflation. 50,000 ya miaka 10 iliyopita na sasa hivi hauwezi kuzifananisha hata siku moja. Okay, Gerald, ukitumia mfano ambao umeutoa practical yako wewe mwenyewe, na kitu gani umewahi kuona, unawezaje sasa kutuambia ni kwa jinsi gani mtu anaweza akatoka akatransform kutoka kwenye save kwenda kwenye investment? Yaani ile sanaa ya kusave. Unajua kusave ni sanaa. Ile sanaa ya kusave tuenda kuibadilisha sasa kutoka kwenye kusave kwenda kwenye kuinvest. Mindset. It all starts with your mindset. Lazima uamue kwamba kuanzia leo, sio kuanzia kesho. Kuanzia leo my mindset inakuwa financially wise, inakuwa ni of a different aspect I would say. Kwa hiyo lazima niamue kama mimi sitaki tu kuinvest, hela yangu mimi inifanyie kazi. Hela yangu mimi inifanyie kazi. Sio kama wewe ndio unafanya kazi hela kila siku. Lazima ujipange for the future. Ukisave tu, kama nilivyosema mwanzoni, kuna hizo risk tofauti hapo. Lakini ukiinvest ni kama unajua mimi in the long run, mwisho wa siku hela yangu mimi inanifanyia kazi. Sasa unaweza kutuambia kupitia Alpha Capital, Alpha Capital inawezaje kumsaidia mtu mmoja kubadilisha hiyo sanaa ya kusave kwenda kwenye sanaa ya kuinvest? That's a good question kingine.
So we as Alpha Capital what we'll do is provide you with education, tutatoa education, tutatoa elimu, tutakuwa with you along all the way. Kwa sababu especially kama ni mara yako ya kwanza kuwekeza, utahitaji elimu iliyobebewa na wataalamu ambao tuna timu kubwa ya wataalamu. Tutakupa hicho, tutakufungulia account kwenye soko la hisa, tutakufungulia account kama unataka kuwekeza kwenye bonds, tutakuelekeza kuwekeza jinsi ya kuwekeza kwenye collective investment schemes, na pia tuna mfuko wetu wa uwekezaji wa pamoja wa Alpha Halal Fund. Lakini cha mwisho nitakanisema ni kwamba tuna kitu kinaitwa portfolio management, kwamba wewe kama mwekezaji unataka kuwekeza lakini huna muda wa kufuatilia masoko, unatupa sisi hela, tunakuwekezea wewe kwa niaba yako, alafu tunakuwa tuna return fulani tunakupa. Hiyo ni topic ya siku nyingine, lakini niguse kidogo. Okay Gerald, nilipokuwa na Jacqueline tulipitia pia kwenye kipindi kilichopita, tukasema Alpha Capital moja kati ya service anazoziofa mojawapo ni fund management, ya pili ni portfolio management, ya tatu ni investment advisor, ya nne ni brokerage, si ndio? Hizo ni services ambazo Alpha Capital anaziofa. Sasa natamani kujua kupitia hizo services Alpha Capital anazoziofa, tunawezaje sasa kumshauri au kumbadilisha yule mtu ambaye ana save kwenda kumtransform kwenda kwenye investment, yani ile sanaa yake ya kusave ibadilike kwenda kwenye investment, lakini kupitia hizo service ambazo anatoa Alpha Capital. That's a good question kingine. Hiyo una maswali mazuri sana. Nikupe maua yako, nikupe maua hapo. Lakini niseme tu kwamba kama nilivyosema, kwanza lazima kwanza tu change mindset yako. Yeah, sure. Cha kwanza kabisa lazima ukubali ku change mindset yako. Cha pili ni upewe elimu. Ukishapewa elimu, ukishajua, then ndo tufanye action. Okay. Kwa sisi hapa idea hii podcast kuanzishwa ni kwa ajili ya kutoa elimu, kutoa elimu. Kwa maana sisi tayari tushakuanzishia kwamba wewe ukisha change mindset yako unajua pa kupata elimu ni wapi. And the good thing ni kwamba Alpha Capital provides this at no cost, for free. Sasa kama at no cost, nini wewe kikusumbue usi participate kwenye hiyo? Okay. Nimependa kwanza ulivyosema, kitu cha kwanza mtu anachofahamu kwamba kutransform kutoka kwenye save kwenda kwenye kuinvest unahitaji kuwa na elimu. Yes, elimu ya investment. Kabisa. Manake uwe na elimu ya uwekezaji. Na Alpha Capital kupitia Capital Connect inakupa kwa lugha rahisi zaidi, kwa sababu investment inakuwa na maneno magumu, inakuwa na vitu vingi, calculation nyingi, lakini Alpha Capital sasa inajaribu kutransform, inakuwezesha, inakuelimisha, inakuelewesha na inakupa wataalamu pia. Hiyo kitu ni kizuri sana. Let's not take it for granted. But honestly naweza kusema pia kwenye upande wa elimu, apart from just a podcast, pia tuna weekly sessions. Ambazo they are so good, so educative. Tunaweza tunaelezea mambo mengi kuanzia soko linavyoperform, jinsi ya kuwekeza kupitia hisa kiganjani and so forth. Na niseme tu hapo roughly kwa haraka kwamba turnover ya hisa kiganjani 2023 ilikuwa ni bilioni 2. Hisa kiganjani inamaanisha trading platform MTP. 2024 ya Dar es Salaam Stock Exchange. Yes. 2024 ikafika 60 billion. I think you can see the increase. It's really interesting. Okay. Mimi mmoja malizia mwisho. 2025 around 110 billion hivi. So you can see pia jinsi demand inavyokuja kwenye soko ya kuwekeza kidijitali zaidi. Yeah. Okay Gerald, mimi moja kati ya tatizo naloliona na watu wengi sana wanakuwa makini nalo, wanafikiri kwamba kuna hatari sana kwenye kuwekeza. Sasa na ningependa kufahamu Alpha Capital inawasaidiaje sasa hawa watu kuwaleta kwenye investment, kwa sababu watu wanaogopa hatari ya kuwekeza na ndio maana wana save sana pesa zao. Sasa Alpha Capital inawasaidiaje ili tuweze kutengeneza ule mnyororo wa thamani, pesa isikae tu, kwa sababu ya time value of money, hela ya sasa ni beta kuliko hela ya baadaye, si ndio? Kabisa. Kwa hiyo kama anakuwa na hela kadhaa na leo mimi na 500,000 nahitaji ni invest, si ndio? Alpha Capital inanisaidiaje kama mwekezaji ili nisiweze kupoteza ile hela yangu, nipunguze hizi risk? Thank you. Okay. Kwanza kwenye investments pase kuna kupoteza na kuna kupata. Ndio. Amna sema ambako unapata tu, amna ya kupoteza. Lakini niseme kuna different
investment types. Kama risk appetite yako iko juu au kubwa, vyote hivi viko constructed kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe na risk appetite yako unapata product inayokufaa. Niseme kwa haraka tu, kwa mfano mtu anawekeza kwenye government bonds au corporate bonds, return iko fixed, lakini pia risk yake iko chini. So basically niseme ni kwamba kama risk yako ikiwa chini, risk ya investment yako ikiwa ni chini ya default basically, na pia return yako itakuwa chini. Risk ikiwa iko juu na return pia itakuwa juu. Haiwezekani risk iko chini, return iwe juu. Okay, Gerald, nafikiri unataka kutuambia kwamba ili uanze kwenda kwenye kuinvest unapaswa kuwa na alpha capital. Asante sana kwa sababu what we try to do ni ku make sure kabla na kwenda kuinvest unajua kwanza, lazima wewe kama ujitambue. Kama ujitambui tutakusaidia kujitambua. Unaona, ni kazi yetu kabisa ujitambue, ujue kama mimi hapa kwa umri wangu nataka nini, nina goals gani kwenye maisha yangu. So tunakuconstructia a certain portfolio type inayofit your needs. Okay. Kwa hiyo mtu anaweza sasa kuelewa kwamba ili uweze kuwekeza vizuri unapaswa kuwa na Global Alpha Capital ambaye atakusaidia wewe kuweza kuanza safari yako ya uwekezaji kwenye kuguide, kwa sababu wanafanya investment advisor, lakini kwenye transaction basis kwenda kuparticipate kwenye masoko ya mitaji na dhamana, hasa kwenye soko letu la hisa unamhitaji Alpha Capital kwa ajili ya msaada wake wa kusaidia transaction kwa securities of trade, lakini pia unamhitaji Alpha Capital kwa ajili ya kutengeneza portfolio yako wewe kama mwekezaji, kwa sababu sometimes hatuna muda. Watu wengi hatuna muda wa kuingia huku, na ndio maana tuna save sana pesa zetu. Sasa ndio maana Alpha Capital anatoa leo elimu kupitia Capital Connect ili tuweze kutengeneza mnyororo wa thamani ambao utamfanya mtu aweze kutoka kwenye saving kuja kwenye investment. Yes.